Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ndiyo, nimepigiwa simu hii usiku kulingana na somo ambalo nilituma kuhusu rangi ya makanzu. Nikaongea kwamba rangi nyeusi pia ni rangi kama rangi nyeupe, ila kwa ajili ya wale wa watu, mtu akivaa kanzu nyeusi kwenye huduma tunasema kwamba huyu mtu hana akili au ni mtu wa giza. Kwanza tuelewe kwamba kanzu si vazi la kawaida, bali ni utambulisho wa kiroho katika maisha. Ukisoma ile Mwanzo 37:3, Israeli akampenda sana Yusufu, maana Yakobo akampenda sana Yusufu, akamfanyia kanzu ya rangi nyingi. Kwenye kanzu ya Yusufu kulikuwa rangi nyingi na kila rangi ilikuwa na maana yake, ila hatupo huko kwenye kanzu ya Yusufu. Kanzu inamaanisha ndani yako muna cheo fulani. Kanzu yako inaonyesha ndani ya mtu na wito fulani. Kanzu yako inaashiria nafasi ya mtu mbele za Mungu, au alama ya utambulisho wa ndani usioonekana nje. Lakini kupitia kanzu tunafahamu kipi kinajificha ndani yako. Rangi nyeusi kibiblia ni nini? Rangi nyeusi inaashiria mambo kadhaa. Jambo la kwanza, mtu akivaa kanzu nyeusi inaashiria giza, dhambi au hukumu. Maombolezo 4:8 inasema kwamba nyuso zao zimekuwa nyeusi kuliko makaa. Yuda 1:13 kwamba giza kuu la milele imewekwa kwa ajili yao. Hapa tunaona nyeusi ina maana ya kutengwa na nuru, hali ya dhambi au hukumu ya kiroho. Ndio maana yule anaitwa Tamara kwenye Mwanzo 8, baada ya mumewe kufa alivikwa kanzu nyeusi inayotangaza kwamba mtu ni mjane, amefiwa na stahili tena kuolewa. Lakini ukishuka maandiko, huyu Tamari alivunja hii sheria iliyokuwepo zamani. Nyende kwa bii yake, ambao ni siri iliyo ndani au fumbo. Rangi nyeusi ni mahali pa Mungu pa kujificha. Rangi nyeusi ni pahali pa Mungu pa siri pa kujificha. Zaburi 18:11 yasema, alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha. Ina maana Mungu anakaa ndani ya giza nene. Ili giza nene ni maarifa. Hiyo kuelewa maandiko ni kitu muhimu sana katika maisha ya kiroho. Sio tu kusoma tu maandiko bila kuyaelewa. Hapa giza si dhambi, bali ni mahali pa siri, ni ufunuo uliofichwa, ni kiwango cha ndani cha Mungu ambacho watu hawezi kukielewa. Tunashuka, kanzu nyeusi inamaanisha nini kiroho? Kanzu nyeusi inamaanisha hali ya toba na hali ya kunyenyekea.
Yoeli 2:13. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Kiroho ni kwamba mtu anavaa kanzu nyeusi kama ishara ya toba, kama ishara ya kujikana nafsi yako, kama ishara ya kujishusha mbele za Mungu. Kwa hiyo tena kanzu nyeusi ni kanzu ya kifo cha kimwili, na maana kujikana. Inasema ile wa Galatia 2:20 kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo. Ni kujikana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni alama ya kuvaa kanzu nyeusi. Unapoivaa tu watu watambua huyu mtu amejikana kwa ajili ya Kristo. Maana hiyo inasema kufia tamaa za dunia, kuacha maisha ya zamani, kuanza maisha ya kiroho ambayo ni maisha mapya. Ni lazima uvae kanzu nyeusi ili baadaye sasa ubadili mavazi kulingana na hali ya kiroho ilivyobadilika. Kwa hiyo kanzu nyeusi hapa siyo dhambi, bali ni kifo cha nafsi iliyokuwa dhambini, ili nafsi inaokolewa ipate kuishi tena. Kanzu ya utawa na kujitenga. Maana mtawa ambaye alikuwa dhambini akiingia pa kitanda cha utawa anafaa kuingia na kanzu nyeusi pa kitanda, sio kanzu nyeupe. Maana pale bado anaenda kuandaliwa. Baada ya kumaliza kipindi cha utawa, akitoka ndio avikwe kanzu kulingana na huduma aliyopewa. Ila kanzu nyeusi inatangaza huyu mtu bado amekubali kuwa maisha yake mabaya, kuua dhambi zake, kuwa nafsi yake kwa ajili ya Kristo, anaanza kutengenezwa upya. Kwa hiyo katika historia ya kanisa, hasa watawa, rangi nyeusi ilitumika kuonyesha kujitenga na dunia, maisha ya nidhamu na ukimya na maombi. Kwa ile Warumi 12:2 kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ya watu bariki sana. Tena kanzu nyeusi ni alama ya huzuni na maombolezo. Esta 4:1. Mordekai akararua mavazi yake akavaa nguo za magunia. Kwa hiyo nguo nyeusi hapa ina maana ya huzuni ya ndani, kilio mbele za Mungu, wala kuomboleza kwa taifa au kuombea taifa. Kwa hiyo inatubidi sana sisi wacha Mungu, tunapovaa vazi tuelewe maana, tuone siri ya ndani hapa. Nasema kanzu nyeusi inaweza kuwa ishara ya mtu aliyeingia katika hatua ya kuvunjwa, yani ya kutawa, ambapo ameacha kujulikana na watu, anaishi maisha ya siri na Mungu, anafanya upya gizani kabla ya kuonekana nuruni. Yohana 12:24 ya kwamba punje ya ngano isipoanguka ardhini ikafa, inabaki kuwa vile vile, lakini ikitupwa na kuoza ndipo inaota. Sasa maiti haikai nuruni, inakaa kwenye, maana inafunikwa na ardhi. Sasa mtawa anafunikwa na fichwa ili asione na watu. Sasa ile kufunikwa ni alama kuwa gizani, ili andaliwe atokapo mje au amejaa utukufu wa Mungu, hapo atakaa nuruni, maana tayari imekwisha komaa, amepanda viwango vya kiroho. Kwa hiyo kabla ya utukufu kuna giza, na kabla ya nuru kuna nyeusi na majaribu. Usitamani kuishi katika maisha ya raha ambayo jaribu inakutangulia.
Ni Balozi Sere Samueli anakusalimu. Bwana kubariki sana. Amen.